Mimi ndo natoka naelekea zangu kazini. Ila pale mezani nimekuachia 50 ya matumizi. 25,000 mpe shilingi yako, 25,000 fanya kwenye matumizi yako. Nadhani umenielewa. Ndio. Mbona naona sasa hivi unaanza kubadilika? Yaani umeanza lini hii tabia ya kuondoka, kuacha eti kama unaacha 100,000 basi 50,000 yangu, 50,000 ya shemeji yangu. Unaona unachokifanya ni sawa? Alafu tambua yule ni mtoto wa kiume. Vijana wenzia hapa mtaani wote wanaenda kazini. Ikifika tu asubuhi anaenda kazini. Yaani yeye analala mpaka saa 5. Alafu yani tena mimi nitoe hela yangu, ninoachiwa mimi ya matumizi, nianze kumchakulia eti hii haipo sawa. Mfano. Mke wangu, unaondoka unaenda wapi? Na wewe unajua kabisa mimi nimekuzoea. Nimekuzoea sana mke wangu. Afu leo ghafla tu unaniambia unaondoka. Yaani unakurupuka ghafla tu. Uko serious kweli? Kuna kitu chako nimebeba mundani. Mke wangu, ina maana mimi naishi na wewe ndani. Kumbe wewe unachokifikiria, unacho kwenye akili yako, kwani usiniambie? Ungeniambia hata ningejiandaa basi. Lakini umeondoka tu ghafla, yani unaondoka. Na kuacha kama nilivyokukuta na nyumba yako na kila kitu chako. Sichukui kitu chako hata kimoja. Na nitakaponyanyua mguu wangu hapa nikishatoka nje ya nyumba yako usisubutu kunitafuta. Nisikilize nikwambie mwanamke. Sawa. Hivi unajua mimi na mdogo wangu tumetoka wapi? Au unamuona tu ndani anakaa eti? Mimi ndo mwanaume ambaye natafuta pesa. Najua thamani ya mdogo wangu. Nisikilize nikwambie. Sawa. Nipo razi kukufukuza wewe katika hii nyumba na mdogo wangu akabaki. Kwa sababu unajua mimi na mdogo wangu tumetoka wapi? Na ukiendelea na tabia yako, utajua kuna mbili nani. Ndo dunia nyingine. Kuwa makini na unachokiongea. Ndo dunia nyingine. Ndo dunia nyingine. Wewe ni mtu mzima una akili. Jifikirie kwa nini mke wangu anaondoka. Unasema kuniuliza maswali sasa hivi unanichelewesha. Alafu usichokijua, nimekuzoea. Tena nimekuzoea zaidi ya sana. Yaani siwezi kukaa mbali na wewe hata kwa dakika 2. Unaondoka unaniacha. Mtu ambaye nakwambia siri zangu, nakwambia mambo yangu ya ndani. Ina maana sasa hili jambo ulikuwa nalo toka kitambo, unalo kichwani na uniambii. Kweli? Unaniacha katika mazingira gani? Mke wangu unanikosea. Ogopa sana mtu ambaye ulomwamini na kumpa thamani zote. Mnajua kabisa mnavuka wote, mtu anakuacha njiani mke wangu. Afu unaniacha kwenye hali mbaya. Unaniacha ujali kwamba mimi nitajifikiria vitu gani. Unaniacha ujali kwamba mimi nitafikiria mangapi. Mke wangu mimi ndo maisha yangu. Sina mtu mwingine wa kumwambia shida zangu zaidi yako. Usileteze huruma zako bwana, umenielewa? Kama unataka kulia lia, unataka kucheka cheka, mimi naondoka. Nimepoteza furaha, imepotea thamani yangu. Hii dunia hada, umeniponza ushujaa wangu. Kila kukicha mabala, mazonge maishani mwangu. Mshale uloacha saa, ukanichoma kiganjani mwangu. Oh, oh. Hii dunia nyingine. Usione nahangaika, inanichanganya mie. Hata nilodhani hawakunistiri mie. Ndo waloleta visa mimi maishani mwangu. Nikiwaza nishi machozi kwa mabaya alonifanyia. Uzambi umenioverdosi, maovu yamenivamia. Dunia ina dunia nyingine. Yani dunia Shikamoo baba. Koma. Unaniamkia mimi unanijua? Kwanza mimi baba yako mdogo wewe. Sijakuelewa bado na Hivi kwa nini mnasababisha hizo laana zenu mnazozitoa huko mzilete hapa kwangu kwenye mji wangu? Baba mdogo, mbona bado sijakuelewa? Tatizo ni nini? Na ni laana zipi wewe ambazo unazungumza? Laana kwa sababu haya matendo machafu anayoyafanya huyu bwana mdogo asizanie mimi siyajui. Namjua vizuri. Hey to Z namjua huyu mtoto. Hakuna atakachonificha kwake yeye.
Hizo laana zenu mimi sizitaki. Kwanza wewe sasa hivi hapa toka, ondoka kwenye mji wangu. Nimekwambia toka. Ondoka. Toka. Maskini umeniponza, nimemwagilia maji tuta, kila nikijikongoja naishia chini kuanguka. Naogopa, 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 naogopa dunia. Mjomba. Vipi bwana show? Maana kama mjomba mjombani. Mjomba naona umemleta shangazi na usemi. Wapi tena? Njoo mjomba. Unajua mjomba bwana, kuna kitu umenikosea. Unajua wewe ni mjomba wangu. Inabidi uniambie kama unaishi na mwanamke. Siku nimekuja mjomba pale, payangu nikaingia ndani, unanijua mimi. Pale ni kama kwangu. Naingia ndani wewe haupo, nikamkuta yeye haijawa momola. Basi mjomba, uliposema kwamba nimekukosea, basi nikabidi kwanza nitamaki kwamba nimekukosea nini mjomba. Mimi mjomba, swala la kukutambulisha kwa yule mwanamke haina shida, mimi nitakutambulisha. Na vile vile ukiwa unakuja kwangu lazima unipigie simu mimi. Okay. Nadhani umenielewa. Basi swala hilo haina shaka kabisa mjomba. Muda mwingine mjomba, network zinafeli juu kwa juu. Hujawahi kuona minara midogo huku kwetu, network inafeli juu kwa juu. Sasa tena mpaka uende feli ukatafute network, inakuaje? Sawa, haiwezi. Ila kama unakusudia ubaya, hapo sawa. Ila kama unakusudia uzuri kwa mjomba wako, hiyo haina shida. Na mimi ninachokwambia, utakapokuwa unakuja kwangu lazima unipigie simu. Sio unakuja kimya kimya. Bwana mjomba, nikwambie tu mimi hapa nilipo mjomba wangu nina matatizo na siko sawa. Yaani najaribu kucheka tu kwa sababu binadamu tumeumbiwa kucheka. Mjomba wangu, mke wangu ameondoka nyumbani. Rudia tena. Unajua baba Na wewe tulia. Hivi yule ni makamu yako kuongea na wewe au kucheza na wewe mnavyocheza? Unajua baba mdogo unanikosea sana. Na kukosea kitu gani? Alafu isitoshe nimeshakuwa mtu mzima sasa. Nina mamlaka ya kuchagua rafiki yoyote ambaye mimi namhitaji. Aha. Na kuchagulia marafiki? Ina maana mwanangu wewe sikujui mimi. Si ndio? Mwanangu wewe sikujui? Kitoi nakujua toka ulivyokuwa mdogo. Kitoi nimekulea toka nimeachiwa na babako kidogo. Yule mtoto unayeongozana nao au unaounga urafiki naye sio mtoto mzuri. Ni laana ipi ambayo wewe unaizungumza? Kwa sababu yule pale ni rafiki yangu mimi. Na akija hapa ananifuata mimi. Hakuna mtu yoyote ambaye anamfuata. Alafu isitoshe mzee, yule kijana amekukosea nini wewe? Mbona unataka kunipandisha pressure mimi? Kiukweli baba mdogo, kwa hilo bado sijakuelewa. Alafu isitoshe itakuwa unanikosea sana. Umenikosea sana baba mdogo. Maskini umeniponza, nimemwagilia maji tuta, kila nikijikongoja naishia chini kuanguka. Naogopa, mimi naogopa, naogopa dunia. Najiuliza huruma ipo wapi, ubinadamu umepotea. Tena ameondoka kwa kejeli na jeuri kubwa. Ameondoka kwa dharau. Na mimi najua hapa kuna masnichi kati yangu mimi hawa marafiki zangu, kwa sababu katika maneno yake kuna maneno mengine ananiambia sijui wapi ameyapata. Yaani disconnect. Si dharau mjomba. Mjomba, labda nikuulize, mke wako alivyoondoka nyumbani, ameondoka kwa matatizo gani au kwa kitu gani? Mjomba, bora ningekuwa najua ana tatizo gani. Na hisi ni vitu alikuwa anaviwaza katika akili yake toka zamani kwamba nitaondoka, basi leo kakurupuka, mawazo yamemjia chap kwenye kichwa chake, kati mwaza. Toka alivyoondoka mjomba, huyu mke wako hadi sasa hivi umechukua maamuzi gani ukiwa kama vile mjomba wangu lijali mwanaume? Mjomba, mimi nichukue maamuzi gani? Unanijua kabisa mimi mjomba, hasira zangu. Yule ningembamiza yule. Bado kidogo nimpige kibao. Na unakijua kibao changu nampige cha huko kinageuka huko. Angekuwa kama Amira yule, angevimba. Lakini sasa kitu kingine nilitaka niamue, niende huku kwa marafiki zake, kila nikae mkuta shoga yake, basi apate cha mtema kuni. Nije nimkamate nimpige mibao, niende huku nikafanye vurugu kwa mama mkwe pale, niende, yani mimi nimevurumai tu mjomba. Unanijua mwenyewe, mimi nishafanya kung fu master zamani. Mwanamke apigwi mjomba.
Labda nikwambie kitu kimoja. Mjomba, ulivyoongea hivi, mimi nimeshika uchungu sana. Yaani sana nakwambia hivyo mjomba. Haiwezekani. Toka umwe huyu mwanamke au hujafika hata mwaka. Bora miezi 6 haijafika. Leo hii nimeshaachana. Nakwambia hivi mjomba, akili zangu mimi unazijua. Kabla hujaanzisha wewe vurugu, naenda kulianzisha mimi mjomba, nakwambia. Kuanzia kwa marafiki zake, mama mkwe wake, mama yake mzazi. Nakwambia hivi, kazi wanayo. Haiwezekani. Huu sio ukoo wa kuchezewa mjomba wangu. Wewe mtoto wa dadangu mjomba, mimi roho inaniuma. Unajua mjomba, ndio maana mimi nimefikisha jambo kwako, kwa sababu najua wewe ni general master. Yani kwako haipingwe mjomba wangu. Nilijua kwamba ili jambo tutamalizana nalo taratibu. Sasa mimi mjomba, acha nifuatilie vitu vingine. Mjomba, niachie mimi mjomba, huko sio kuchezewa mjomba. Mjomba utajipasua kifua. Kawaida mjomba, mimi nikijipasua kifua mjomba, ni kawaida kwa ajili yako mjomba. Mjomba simama, mimi ndio mama yako mjomba, mimi ndio mama yako. Mimi ndio mama yako, hakuna mwingine. Mama anajua uchungu, mimi na uchungu sana kuliko wewe. Mimi na uchungu wako wewe mjomba. Haiwezekani. Mimi muda sio mrefu nakuletea majibu mjomba. Tena ondoa shaka jua hili swala hili. Mimi nashukuru bwana mjomba wangu. Naomba mimi niende mjomba. Haina shida mjomba. Mimi naomba nikuachie hili swala wewe na mimi niendelee kulifuatilia mjomba wangu. Haina shida mjomba. Tell me mjomba. Haya. Na wajinga hawa kazi wanayo. Nimepoteza furaha, imepotea thamani yangu. Hii dunia hada, umeniponza ushujaa wangu. Nakukicha mabala, nazonge. Nahitaji pesa nikafanye matumizi yangu. Ndo salamu? Salamu sio shida yangu. Nahitaji pesa nikafanye matumizi yangu. Salamu ya kazi gani? Tumelala wote? Maana unaweza kuwa yani labda tumelala wote humo kitandani. Mbona sikuelewi? Pesa zipo hazipo? Haya matatizo yanabadilisha nini? Mama, mimi nilijua kwamba nitamkuta hapa kwako. Lakini cha ajabu, hata hapa kwako hayupo. Na kitu ambacho mimi najifikiria, kwa nini ananifanyia vitu kama hivi? Mbona namuonyesha kila kitu? Unajua mama, nilichoona, ukiona kitu kinajirudia zaidi ya mara 2 mara 3, ujue huyo mtu amekusudia. Sio atakuwa ameenda wapi? Kama aliondoka kwako tokea jana, kwangu hajafika. Na rafiki yake Matego amesema hajamuona. Mwanangu atakuwa ameenda wapi? Nimehangaika mama yangu. Mtaa mzima namuulizia. Na kibaya zaidi, apokee simu yangu. Yaani hiki kitu ndo kinachoniuma. Kwa nini apokee simu yangu mama? Yaani inakuaje simu yangu mimi apokee? Au umempigia? Mimi. Mama wewe unanijua mimi Mr. Malavbite. Siwezi kunyanyua hata mkono wangu kumgusa yeye. Ni dhambi kwangu mimi kubwa. Bora hata niende gym nikashindane na michuma ile kuliko kumpiga yeye. Mimi mama yangu yule pale na kuibia hii siri mama. Yule mama mimi hata akijamba namwambia pole. Wallahi nakwambia. Ameondokaje na Malavbite yako? Maana kila kitu nakijua. Paka akijamba unampa pole. Ameondokaje? Baba jitetee mengine. Mzee. Ndio baba. Nina vitu vingi sana vya kuzungumza na wewe. Na nilikuwa naomba nafasi hii niweze kuitumia kuzungumza hivyo. Ndio baba, nakusikiliza. Inafika wakati natamani na mimi kufahamu familia yangu nyingine iko wapi. Cha kwanza zaidi
nilikuwa natamani nijue wazazi wangu wako wapi, kwa sababu kama wamekufa basi ungenionyesha hata makaburi yao, lakini mpaka leo hii naona wewe umekaa kimya. Sijajua una maana gani. Unajua baba, haya unayoyatafuta utayapata. Alafu unahitaji kumjua baba yako, unahitaji kumjua mama yako aliko. Hivi hapa wewe uli hunyi, huendi chooni wewe tena, katika vitu ambavyo najitahidi kuvifanya kwenye mavazi yako mwanangu. Najaribu kutafutia vitu ambavyo vilikuwa green quality unavaa. Ina maana mzee, kukuuliza wazazi wangu wako wapi nimefanya makosa? Umefanya makosa ndiyo, makubwa sana. Sasa naona hizo ndevu zinazokutoka zinakudanganya sasa. Si ndio? Hizo ndevu zilizokutoka zinakudanganya sasa. Mimi nimekulea wewe toka huko mdogo mdogo. Huna baba, huna mama, huna shangazi, huna mjomba. Mimi ni baba yako mdogo, napambana. La usiku langu, la mchana langu, kwenye mvua langu, kwenye jua langu. Mpaka sasa hivi umeshakuwa hivyo. Kwa hiyo huo ukubwa sasa unakudanganya eh? Mzee, nimeshakuwa mtu mzima sasa. Haina budi kufahamu kila kitu. Huu sio wakati wa wewe kunificha mimi jambo lolote. Mzee, kuna leo na kesho. Wewe leo upo hai. Imetokea umetangulia mbele za haki. Nitakuwa mgeni wa nani? Unanikosea sana. Nakukosea kitu gani hapo? Serious. Nakukosea kitu gani hapo? Mimi naogopa. Yaani hadi mimi najiuliza. Iko kitu najiuliza sana, eh? Mbona mimi namfanyia kila kitu mamangu? Na kuonea huruma. Maana unavyoonekana domo zegi. Hivi tokea utoke nyumbani mpaka unafika hapa hujokutana na mwanamke mzuri kumshinda yeye. Wazee wa zamani wanasema ukiwa mwanamke anasumbua, oa mke mwingine. Baba, mimi nilijua nilivyofika hapa wewe utanishauri vitu vya msingi vya kuhudumisha ndoa yetu mimi na yeye, lakini kumbe ndio unanipoteza mamangu. Hivi kweli unaongea huko serious kweli? Misingi ipi? Misingi wakati ndani hayupo. Na kuelewesha nini? Ni kuelewesha wakati mwanamke hayupo. Tokea jana kalala wapi? Labda kala kwa mwanamume mwenzio, mimi nitajuaje? Mama unanikosea. Wallahi nakuapia mamangu unanikosea sana. Kwani wenzio na wao wake wawili hawapendi wake zao? Na fanya hivyo. Hata pembeni tafuta. Mwanamke. Kwa ushauri unaonishauri siwezi kufanya. Unanishauri vitu nothing mamangu. Ushaanza kunichefua. Sawa, nitakusaidia kutafuta. Nitapigia simu. Nakwambia kitakachojibu. Kitu ambacho ukijui. Haya maisha yako wewe, mimi niko tayari kuyaangalia hata maisha yangu mengine asiende kwa ajili ya kwako wewe. Kiukweli mzee, haunitendei haki kabisa. Yaani nashindwa kukuelewa wewe ni mtu wa aina gani. Na mimi nina nafasi ya kujua kila kitu. Nina nafasi ya kuijua familia yangu. Nina nafasi ya kujua wazazi wangu. Kwa nini unanificha? Unanifurahisha sana. Kwa sasa umeshakuwa na unahitaji kuwajua ndugu zako au wazazi wako sehemu walipo. Unajua itakuletea matatizo hiyo? Unajua itakuletea shida? Je, unajua kama unayoyatafuta utakuja kuyapata makubwa? Sasa kwa sababu unataka kunivua nguo, nasema endelea. Si umekuwa? Endelea tu. Hakuna shida. Wewe bamdogo. Bamdogo. Natamani ndoto zangu zitimie, nipo na wazazi wangu. Kumbuka unanipa wakati mgumu sana. Yaani mimi lengo langu nataka nikakupangie chumba sehemu nyingine. Kwa maana atakapokuja kujua huyu mjomba wangu itakuwa ni aibu. Unasemaje? Yaani katika vitu ambavyo umeshindwa kufikiria ni hicho. Yaani eti mimi nitoke huko nije hapa kuishi nao kanipange chumba sehemu nyingine? We, unaniangalia kiuoga eh? Kwa hiyo mimi nilotoka kule kumwacha yule asokuwa na maana kuja kukufuata uliokuwa na maana, unaona mimi mjinga, si ndio? Baba, hapa sitoki. Pika, pakua, lala, amka, sitoki. Kama unaogopa niwe mimi siogopi na simofiko chochote. Sasa wewe unayeogopa na kushangaa mwanaume mzima. Na mimi mwanamke. Maila, isitoshe yule mimi ni mtoto wa dada yangu.
amekulia kwenye mikono yangu. Yeye akija kifahamu na familia nzima ikija kifahamu, mimi Mr. Power nitakuwa mgeni wa nani mimi jamani? Kaka, Nakusikiliza. mbona sikuelewi siku hizi? Unaelewa kivipi? Kaka, mimi unanitenga. Mdogo wangu, mimi sio kama nakutenga. Nadhani unafahamu vizuri. Sasa hivi nipo busy sana na kazi. Sina muda kabisa kupumzika hapa nyumbani. Hivi, ningeona unakaa nyumbani, unadhani tungekula nini sasa? Sina maana nataka chakula chako. Sasa unataka nini? Kaka, kuna baadhi ya vitu mimi na miss kutoka kwako. Haja zangu mimi nitazimalizia wapi kaka? Wewe si vipi? Nenda chooni. Sina maana kwenda chooni. Najisikia mimi. Unajisikia nini? Unaelewa? Yaani unamaanisha nini? Unajisikia nini? Naelewa nini? Kaka, tambua mimi bila wewe siwezi nikafanikiwa kitu chochote. Wewe, nisikilize nikwambie. Mambo niache. Nikuzibomba makofi sasa hivi. Kaka, wewe mpumbavu nini? Ndipo lazima nipige. Ni fedhia kubwa. Licha ya hivyo, hata jamii tu ile mimi itanichukulia mimi ni mtu mmoja mbaya sana. Ndio maana mimi lengo langu nataka nikakupangie chumba sehemu nyingine. Naomba unielewe juu ya ile swala hilo Maila. Bwana nisikize nikwambie. Mimi sijapendwa na ukoo wala sina shida kupendwa na jamii. Na wala sina shida sija kumuogopa mtu. Sio umenielewa? Mimi nimekufuata wewe, ndio tulizo la moyo wangu, ndio chaguo langu. Kwa hiyo wewe kama unaogopa hiyo kimpango wako, siogopi dudu wala mende. Sio umenielewa? Tena usirudie tena hizo kauli zako. Utanikwaza sasa hivi. Umenielewa? Kwa nataka tu mimi nikaa hapa nicheke, nicheke, nini kuchekea tu? Upuzi wako unaongea. Mimi sina mwanamke mwingine wala wanawake wengine. Lakini Maila, kumbuka mimi wewe nakupenda. Uzambi umeni overdose, maovu yamenikama. Unataka kunyanyua mikono yako kusubutu kunipiga? Kumbuka kuna hali ambayo mimi najisikia. Na sina sehemu nyingine ni kwako kaka. Sawa. Nipige. Nisikilize nikwambie. Sikufanya mchezo huu kwa makusudi. Nilifanya ili tupate pesa na tuendelee kuishi maisha mazuri. Sio mchezo endelevu mpumbavu. Hapana. Tambua mimi siwezi nikaishi na mwanamke yoyote kaka. Nafasa. No. Una nini? Najiuliza huruma ipo wapi? Ubinadamu umepotea, ushirikina umezitanda nafsi, imani imepotea. Najiuliza tunakwenda wapi kwenye